maana yake umejihakikishia nataka niseme kwa namna ambaye mtu atanielewa. Ukiwa na bega la kuegemea wakati unaelekea chini. Yes. Sawa maana yake umejigaranti kwamba una nini? Utaanguka na una rafiki. Lakini sasa lean on me wakati mimi nakuhitaji, maana yake pia I lean on you wewe unanihitaji. Kwa hiyo katika maisha tunafanya nini? Tunahitajiana. Na watu wengi wanafeli kwenye maisha kwa sababu pia nini? Ya akiwa juu anaona kama amemaliza. Lakini wakiwa chini wana zile chuki, rombaya, fitna na nini. Kwamba mimi ndo niko hivyo. Mimi ndo bana ndo kama hivyo. Alafu ile dhana ya kwamba ukipigika unafikiri waliopanda juu ndio wali kushusha wewe chini. Kumbe hamna leo kushusha wewe chini. Kwa hiyo Michael Bolton anachosisitiza ni kushirikiana. Yani tushikamane, tubebane, tupelekane mbele. Ukijaribu kupita kwenye mstari wa wimbo anasema ni lazima kuna wakati utaenda chini. Sasa kama huna mtu wa kumwegemea maana yake utaenda chini moja kwa moja. Kwa hiyo anasema usifurahi kama mimi nimeanguka, ndio maana ya lino. Unakupanda na kushuka. Ninyanyue. Mimi nikikunyanyua itakuja zamu yangu. Maana katika maisha haya hauwezi kwenda tu, lazima kuna mahali utajikwaa, utaanguka. Sasa je, ukijikwaa ukaanguka, je, una watu wa kuja kwenye to your rescue? Yaani kuna watu wa kuja kukusaidia. So watu wa kawaida wa hali ya chini wanakosa sana hilo. Kwa sababu kwanza mtaani wanajitakiana mambo mabaya. Ukiona mtu amepata dharuba fulani, wenzako anasema bado sana yule. Sasa Michael anaturudisha nini? Anaturudisha barabarani. Ni kama Yesu alivyosema usifurahie anguko la mwenzako, wala usimfanyie mtu kitu ambacho wewe mwenyewe upende kufanyiwa. Wewe tunyanyuane, si ndio? Tukishikamana pamoja inawezekana. Nataka niwakumbushe leo tumebakiza siku 42 mwaka kuisha. Tumeshalamba siku 323 katika zile siku 365. Sawa. Lakini nataka niwakumbushe pia wote, uwe tajiri, uwe maskini, uwe mrefu, uwe mfupi, tunavuta oksijeni aina moja. Tuna masaa 24 wote, amna mwenye masaa 25 kwamba huyu bana huyu anafanikiwa kwa sababu yakaongezewa masaa yako 24. Lakini tumezaliwa kwa namna moja. Na angalia tukiwa watoto tunafanana, mtoto wa kizungu, wa kijapani, wa kichina, wa kiafrika, waweke pamoja watacheza kwa pamoja. Lakini pia tunakufa kwa namna moja. Hamna mtu anakufa anaenda juu. Na akiwa na pumzi zake. Wote tukifa labda pumzi imefanya nini? Imekata. Kwa hiyo Mungu ametuweka katika namna hiyo. Sasa sisi wenyewe ndio tunafanya nini? Tunaanza kutofautiana kadiri tunavyokuwa. Kinachofanya hivyo inaitwa nini? Attitude, tabia. Na attitude inatengenezwa na nini? Au tabia inatengenezwa nini? Na imani na fikra. Wewe wanasema ni mkusanyiko wa fikra zako zote za kule nyuma ndio imekufikisha hapo. Ukiona Jamila umevaa hiyo nani kichwani, inaitwa ni mtandio. Na hiyo gauni lako, au madam pale kavaa koti ya blue, si ndio? Kuna mtu mjuzi kaniambia kuna mtu anaolewa. Sasa sijui yuko kwenye kipindi hiki au hajakupa kadi mpaka leo. Mbaya zaidi nikamuuliza, lakini anaolewa na mchumba wake au na mume wake? Maana unajua kuna tofauti. Swali zito. Kuna kuolewa na mchumba, kuna kuolewa na mke. Tuache sasa. Nanielewa nyewe watoto. Kwa hiyo tofauti ya kutoka kwenye maisha na kutokutoka iko kwenye attitude yako. Attitude inatengenezwa na fikra na imani. Ndio maana kasema wewe ni mkusanyiko wa fikra zako za nyuma ambazo ulizifikiria ndio zikakufikisha hapo. Sasa fikra inatengenezwa na nini? Na imani yako. Umeamini nini mpaka ukafika hapo ulipofika. Sasa kipindi changu kinahusu nini sasa? Inahusu attitude, hiyo tabia yako. Juzi niliongelea tabia fulani, nikasema sitaki nimlenge mtu. Naomba kwa mfano niwakumbusha kipindi kilichopita nikiwa na kina Tesha. Na nikasema kila mtu nini aangalie kama anafanania na hizo tabia. Tabia za watu aina hii, moja ni nini?
wanaita scarcity, mapungufu. Yaani wao kila kitu haitoshi. Ukimpa shilingi 10,000 haitoshi. Mpe 50. Hata hajaitegemea lakini haitoshi. Wala hana plani nayo, ndio yale mambo yenu hela kula. Alafu ukishapewa hiyo hela ya kula unaipangia mahesabu. Unaona, ukimpa 50,000 pia haitoshi. Ukimpa laki ndio kabisa. Na juzi tulikuwa tunamsema Bura. Ana tabia fulani. Yeye akiona hela nyingi, si ndio mmeshampa hiyo kiasi hicho? Kwanza utamuona kwenye kazi kama siku 3 anapotea, na akirudi ana mangeu. Ndio Waswahili tulivyo. Hiyo ni tabia tu. Mimi simsema Bura, mimi nasema yuko hivyo. Lakini tabia nyingine ni kuchukia wenzio. Yaani umeshaona watu wanachuki tu yani. Hata hujamkosea. Kuna kitu umemkosea. Mimi wakati mimi nimeanza hiki kipindi, walisema huyu anatafuta kura huyu. Sasa mimi nafundisha maisha yako. Alafu unasema mimi natafuta kura. Hiyo ni chuki tu, sio kwamba kuna kitu kingine. Kura ya wapi wakati huko Kaloleni? Wakati ule tunagombea udiwani. Kipindi kilianza siku nyingi. Alafu sasa mbaya zaidi ili kuonyesha kwamba tabia zao ziko hivyo. Kabla ya uchaguzi kipindi kilishakuwa na miezi 2 au 3. Ndio. Hawakusema chochote. Kabla ya uchaguzi wakawa wanasema huyu anatafuta nini? Huyu anataka nini? Nilivyoingia kwenye uchaguzi, tumejua anataka kura. Sasa hizi kura imeisha. Wanasema ngoja tumuone. Ataacha tu. Ngoja tumuone. Sasa yani iko hivyo. Lakini tabia nyingine ni lawama. Mtu wenye matunda ndio hivyo. Na mnajua ile kulaumiana huko mtaani. Na mnajua watu wa namna hiyo. Tunawajua kazi yao kulaumu tu. Tabia nyingine uoga, fear of unknown. Kuna saa wanaogopa tu I don't know. Umesha kutana na mtu gari ya polisi inapita, yeye anataka kukimbia. Hajiamini. Ni shida yako haijulikani. Lakini complaining, kulalamika, hizo tabia hizo. Kulalamika ndo sana. Na ukiuliza hachukia tu analalamika tu. Ila sijamsema mtu, mimi nimesema tu watu walalamika jamani. Nimewaona kabisa walalamika. Sasa ili ushawaona? Kama unawaona. Unasikia? Wanalalamika sana. Sasa kama hizi tabia zinakuhusu wewe, mimi sikwambii wewe ni mtu aina gani. Wewe mwenyewe jiangalie, una maisha aina gani? Una maisha au una? Sasa kama tu. Kama unayo endelea kulalamika, lakini chances ni kwamba hali ni ngumu. Lakini tabia nyingine ni kujilinganisha na wenzako. Yaani utataka umeshawahi kuona Wakristo wana kitu inaitwa ubarikiwa, labda kipaimara au something. Unakuta jirani yako akapiga bonge la pati mwaka jana. Na unataka mtoto wako wakati anabarikiwa. Mtoto wako wakati anabarikiwa. Mwaka huu zamu ya mtoto wako. Unatengeneza kadi ya michango. Ufunga mtana. Unajua sio utaratibu huo. Unataka ifanane iwe kama yule au umzidi. Lakini sasa kuna saa, kwa sababu hatuna utamaduni pia wa kuchangia activities kama hiyo. Hapo kuna ubarikiwa. Watu wapende sana kuchangia ubarikiwa. Siku hizi wanatengeneza kadi siku hizi za ubarikiwa. Zamani ilikuwa hamna. Sasa muangalie wewe anatengeneza kadi anafanana nani? Wewe muangalie. Basi anataka afanye pambe tu Lakini ikishindwa, kuna rafiki mmoja alishauza ng'ombe maziwa anayekamuliwa kabisa, anatoa lita 10. Ili akafanya nini? Ubarikiwa mtoto. Afurahishe majirani. Muonyesha nini? Jirani yake. Alipomaliza akasema hivi, ukiangalia hii na ile ya jamaa mwaka jana ilikuwaje? Yaani kama kafunga ndoa. Unaona? Kama kuna mashindano. Tabia nyingine ni kusubiri muda mwafaka. Hivi kwenye dunia unajua hamna muda mwafaka Ndio. Biblia kuna mstari unasema endapo utasubiri wakati wa muda mwafaka, wewe utakaa upande wala uvune. Anamaanisha nini? Kwa mfano wewe ni mkulima wa dengu tuseme. Unataka sasa yani mvua inyeshe kutokana na nini? Na wewe unavyotaka. Unalima kwanza shamba, alafu ndio mvua ishuke. Alafu iache kwanza kwa muda upande, ikupe muda. Alafu whatever it is. Sasa Biblia inasema utakaa upande wala uvune, kwa sababu hamna hali ya hewa ya nini? Ya namna hiyo. Tabia nyingine ni kuweka akili kwenye matatizo. Mnaelewa maana yake nini? Yaani akili yako inawaza shida tu. Hivyo. Jamila amejua. Yaani wewe unagaji, yaani ni misiba, ugonjwa. Ukipata hela mjomba kameza shoka. Haya. Na aina wana vitu vingi, lakini cha mwisho ni wakata tamaa wazuri sana. Wanakata tamaa. Hao watu hivyo hapo. Sasa mimi sijasema ni watu gani. Wewe jiulize maswali haya na unajijua. Ni mimi. Je, inafanana na wewe? Unaona Sasa
mimi jamani, kama Mungu, yani kama Mungu alikuwa anasikiliza sala zangu, yani ningetamani sana kila mtu kwenye maisha afanikiwe. Kuna saa napita pale Samunge pale Friends Corner kwa chini. Na waangalia wale wa mama. Na nje yangu ya mara kwa miaka 3, 4. Sasa mama ambaye nimemwona mwaka juzi, ninamuona bado yuko pale amekaa pale chini. Anafanya nini? Anauza ile mboga yake, na wanakuja barabarani, ndio bana tunawaona. Sasa unajiuliza kwa nini huyu mama miaka 3 mpaka leo anauza mboga ile aina ile kwa namna ile na hilo. Why? Kwa hiyo ningetamani yani wanaosikiliza wabadilishe namna ya kufikiria, kwa sababu kinachotuua sisi ni we think the very same way. Ndio maana nilisema mada yetu ni tabia ambayo inatengenezwa na fikra na imani. Kwa hiyo watu wabadilishe namna ya kufikiria. Huwezi kutoka sehemu ilipo kwenda ambako unatamani kuwa kwa kutumia akili ile ambayo imekufikisha kwenye hiyo sehemu. No way, impossible. Sawa kwa hiyo ndio maana nimekuja na slogan ya kuwapandisha watu nini? Hasira. Kwa sababu natamani nione yani wafanikiwe. Wakifanikiwa dunia inakuwa sehemu bora sana ya kuishi. Wakifanikiwa hata yale malalamiko ya sisi ni walipa kodi huwezi kusikia tena. Kabisa. Kwanza umeshagundua kodi zetu. Wanaolalamika kodi zetu unajua ni watu gani? Hata tulipi hizo kodi. Hawalipi. Kijiweni mnalipa kodi wapi? Hawalipi. Kijiweni mnalipa kodi wapi? Msaidieni. Hamna. Kwenye vipindi vyenu hivi nyinyi mnalipa. Kuna kipindi chetu fulani cha asubuhi. Tasikia hii serikali hii. Sio ndio zile tabia kule nyuma lawama. Ndio. Kodi zetu hizo. Kodi inakuhusu nini? Umepita na gari ya ofisi za serikali, kodi zetu zanunua magari ya bei sana. Wanatutugulia tu vumbi. Sasa unajua yote haya kwa sababu watu hawafanyi uzalishaji. Walipa kodi wazuri, huwezi kusikia wakilalamika. Kodi umeshamsikia Modeuji akisema kodi zetu? Taija kutokea. Nani Rosa Mazizi ulishamwahi kumsikia hivyo? Hapana. Hata wewe hatuje kukusikia. Mimi labda mimi niko huko kula. Unasikia? Wanaolalamika hivi vitu vya namna hiyo ni watu wenye maisha ambayo mimi sitaki niaseme, maana watasema na wasema.